kazi imeisha. Twende tukaendelee na kazi Msete. Hiyo operation ina umuhimu gani kwangu? Hautakiwi kuoji. Tuondoke. Mapenzi ya kificho yakawa sumu, yakaumiza wengi mioyoni. Ukianguka peke yako ni sawa, lakini ukiangusha wengine je? Binti samani. Bila samani Tonge. Ina maana unanijua? Nisikujua wewe mtoto wa Msete. Ulouza nyumba yenu na kuwatelekeza ndugu zako wanahangaika. Ni ukweli una njia yake, hawezi kubaki ndani. Tonge, umeleta laana ya kijiji. Tonge, kwa kutembea na dada yako Msete, sasa imejaa maumivu. Chanzo ni wewe Tonge, heshima ilivunjika kimya, imani ikageuka vumbi. Wewe binti koma wewe. Usinifuatilie, nitakuja kukuua wewe. Kwanza unajua mpenzi wako yuko wapi? Uliomfanya dada yako. Unamzungumzia nani? Tina. Ishia hapo hapo. Acha kabisa kumtaja huyo mtu. Kamwe utakao muone. Na kama utamuua yeye, utakufa wewe. Eti nini? Tamani, subiri basi. Hawezi kubaki ndani. Huyu binti ndio yule aliyomuota huyu. Usiniue. Usiniue. Usiniue hapa. Kimya! Kimya! Unajua mdogo wako alipo? Hapana. Na nini chako cha kuuza nyumba? Kuna nini kinaendelea? Umeleta laana ya kijiji. Sijategemea kukutana na wewe hapa. Mimi sikutegemea pia. Imekuwa surprise sana kwangu. Unajua mimi nimekumisi sana.
Ushindi mimi. Tusizungumze sana. Nilikuwa naomba walau unipatie muda wako kidogo tu na mazungumzo nawe. Sawa. Tutafute sehemu tukae. Nilijua uwezo ukataa kwa sababu unanipenda. Au uongo? Kweli. Kabisa. Twende basi. Nimefurahi sana. Mimi nimefurahi pia. Ya kweli unasema? Ndio. Bwana, naona kama bado unahitaji. Amna, nimeenjoy. Umeenjoy? Siku nyingine basi tukutane. Sawa. Unajua mimi nakumisi baada ya dakika 5-6 nakumisi. Nimeenjoy. Nimeenjoy pia. Wewe mwenyewe unajikuta mjanja, hatimaye umeingia mwenyewe kwenye mtendo. Ndio mimi sasa unakuwa unanikwepa siku zote. Leo umejisikiaje? Umeenjoy? Wewe uko unajikuta mjanja sana. Unaona kama mimi sifai na nini? Sasa ngoja tu nikwambie kitu kimoja. Kuanzia sasa na siku zijazo takuwa nakuja na mimi ndio mmeo kuanzia sasa. Na kuna uwezekano wa kupata ujauzito wangu. Nadhani umenielewa. Wewe ujanja kuishi. Umeleta laana ya kijiji Tonge kwa kutembea na dada yako Mzete, sasa imejaa maumivu.
Halo. Bwana Mamadi, msitu ndugu yangu unaonaje? Maana siku hizi nasikia walamia, wanyama wakali. Hivyo hili swala unalichukuliaje ndugu yangu? Ni kweli msitu uko kwa ovyo kwa sababu wanyama wameongezeka na walamia pia upo katika msitu huu. Kwa hiyo ni hali ya msitu jinsi ulivyo. Ndio. Lakini sasa kwa jinsi wanyama walivyoongezeka, kwa hiyo sijajua mwenzangu kwa mawazo yako unasemaje kuhusu hii hali ya msitu. Hili swala inabidi tufikishe baadhi ya tutoe taarifa kwa watu husika. Kwa hiyo hili swala lilipofikia ni pabaya zaidi. Sawa, nilizungumza, lakini kuna uongozi nao pia wanatakiwa uhabarishwe na uambiwe kwamba umeongezeka wanyama wakali na pia uharamia msituni umeongezeka. Ndio. Uharamia vipi hapa? Baiza sasa zee. Salama. Bwana kwema? Kwema. Bwana kuna mtu anamtafuta. Kuna mdada anamtafuta. Mdada kwenye msitu? Wapi na wapi ndugu yangu? Kuna mdada anamtafuta kwa sababu amekimbia na mali. Mali? Ndio. Habari yako? Kwani wewe nani? Naitwa Mr. Poverty. Mr. Poverty? Yeah, Mr. Poverty. Na huko umefuata nini? Kidogo kuna mistake ilitokea hapo kati. Lengo langu niende kwa Njugo. Na sijui hata hapa nilipo sijui ni wapi. Na sijui wewe ni mwenyeji wa maeneo haya. Njugo? Huu ndo msitu wa kwa Njugo. Unatafuta njia kwenda kijijini? Yeah. Umefuata nini? Nimepotea. Kuna mwanadada amenipoteza njiani. Mimi nipo safari ya kuwatafuta wazazi wangu na nimeelekezwa hapo kijijini kwa Njugo. Nikupe pole sana ndugu yangu, kwa sababu katika historia ya huu msitu hakuna mtu aliyoingia na akatoka salama. Bwana Mamadi, ili swala unalielewa ndugu yangu? Bro, sikiza nikwambie kitu. Huu msitu kwanza una wanyama wakali. Pili pia waharamia wameongezeka katika huu msitu. Kwa hiyo ukisema kwamba kuna mdada amekimbia kwenye huu msitu, pia ile swala linatushangaza sababu ni msitu ambao una wanyama wakali na pia waharamia umeongezeka. Kwa hiyo sijajua mwenzetu na kipi ambacho ulikuja nacho huko. Ni kweli kwa sababu kakimbia na mali ya bosi, sasa inabidi upite msitu hadi msitu. Ndio hivyo. Ndugu yangu, mbona kama sio kweli ndugu yangu? Ni kweli lakini kutokana na hali halisia, kwa sababu kule vijijini tumemtafuta hatujampata, lakini inabidi tuingie msitu hadi msitu na imani atakuwa katika msitu. Okay. Yeah. Wewe ndugu yangu usipostani. Hivi ninavyokuambia hapa, nilikuwa na wenzangu 12. Wote wamepotea katika mazingira ya kutatanisha. 12? Yeah. Mimi mwenyewe hapa sikuamini. Yeah, mimi ni mtu mzuri na ni mtu mwema pia. Na kitu ambacho nataka kuuliza labda, yani kwa nini au wenzio 12 waliweza kupoteza maisha? Nataka kujua tu, yani nikishajua hilo nitafahamu kama tutaenda pamoja au hatutaenda pamoja, kwa sababu hata mimi pia niliingia kwenye matatizo nyuma hapo. Mimi mgeni wa msitu. Umetoka jiji gani? Natoka Msete. Msete? Msete ya. Msete? Ya. Unapajua? Ndipo nilipotoka mimi mwenyewe. Wewe ni wa Msete? Ndio. Mbona sijawahi kukuona? Ni kweli, hujawahi kuniona kwa sababu mimi ni mgeni. Na hivi ninavyokuambia, huu msitu una kila aina ya viumbe vya ajabu. Mimi mwenyewe unavyoniona hapa, natafuta njia kwenda huko Msete.
Ulisema unaitwa nani? Naitwa Chanda. Chanda. Okay. Sasa kwa sababu tumekutana msituni, tutafute njia alafu kila mtu apite na njia yake. Basi shukrani. Okay. Unaelekea wapi? Nadhani tukielekea huku kuna mto mkubwa hatuwezi kuvuka. Nadhani tuelekee huko ulipopatoka wewe. Huku nilikotoka mimi? Ndiyo. Okay. Tangulia. Umeleta laana ya kijiji Tonge, kwa kutembea na dada yako Msete. Sasa imejaa maumivu, chanzo ni wewe Tonge. Heshima ilivunjika kimya, imani ikageuka vumbi, mapenzi ya kificho yakawa sumu, yakaumiza wengi mioyoni. Ukianguka peke yako ni sawa, lakini ukiangusha wengine je? Majuto hayarudishi jana, ukweli unabaki milele. Tonge, umeleta laana ya kijiji Tonge, kwa kutembea na dada yako Msete. Sasa imejaa maumivu, chanzo ni wewe Tonge. Msete, kijiji cha hadithi nzito, laana si pepo, ni matendo yetu.